taifa letu, nyumbani kwetu, tumepewa na Mungu, fahari yetu, hazina yetu, tumejengwa kindugu, utu wetu, lugha yetu, alama za tunu zetu, ardhi yetu, urithi wetu, sivikofichwa mali, akulinde Mola, akulinde, alinde mipaka yako, akulinde. Naomba tutapata muda wa utambulisho, na utambulisho utafanywa na afisa madini mkazi wa Lindi. Karibu sana afisa madini. Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, meza kuu, naitwa Mhandisi Emmanuel Shija, ndio afisa madini wa mkoa wa Lindi. Ningependa kutambulisha hadhara hii. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, waheshimiwa wote mlioko meza kuu, naomba niwasalimie kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri, naomba kutoa taarifa fupi ya mradi huu wa kiwanda cha kuchenjua madini ya chumvi kama ifuatavyo. Kwanza, utangulizi, naomba kuelezea kwamba Shirika la Madini la Taifa STAMICO lilivyoanzishwa mwaka 72 lilikuja kufanyiwa marekebisho mwaka 2015 na ndipo lilipoongezewa jukumu la kuwalea, kuwaendeleza na kuwarasimisha wachimbaji wadogo nchini. Na jukumu hili tunalitekeleza kwa ufanisi mkubwa, ambapo tunao mkakati wetu wa kufanya jukumu hilo ambao unahusisha pia kuwasaidia wachimbaji wadogo kupata taarifa za kijiolojia kupitia rigi za wachimbaji wadogo ambazo zilizinduliwa mwaka jana na pia mwaka huu tutakuja nyingine 10. Lakini vile vile tumeendelea na kuendeleza vituo vya mfano kwa maana ya kuwapa teknolojia rahisi na sahihi kwa wachimbaji wadogo, tukianza na vituo vya kule Katente, Rwamgasa mkoani Geita na kituo cha Itumbi Chunya. Vile vile tumeendelea na kalenda yetu ya mafunzo, na hapa Lindi tumeshakuja mara 2 kutoa mafunzo ya namna ya uchimbaji, utafutaji na uongezaji thamani kwa wachimbaji wadogo. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kuangalia changamoto za wachimbaji, tuliona kwamba kuna changamoto zinazokumba wachimbaji wanaozalisha madini ya chumvi, ambapo changamoto hiyo inahusiana na swala zima la ubora. Lakini vile vile chimbuko lake limetokana na maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alipotembelea mikoa ya kusini, lakini pia alipozindua mitambo ya uchorongaji ya wachimbaji wadogo kule Dodoma mwaka jana 2023. Ni kiwanda cha kuchenjua au kusafisha madini ya chumvi. Vile vile kutakuwa na shamba darasa kama tulivyoeleza. Tuweka shamba darasa ambalo litaelezea na litaonyesha kwa vitendo namna ambavyo chumvi inaweza kavunwa kwa kuzingatia ubora tangu zikiwa shambani kabla ya kuletwa kiwandani. Lakini vile vile kutakuwa na component ya soko. Kiwanda hiki chenyewe kitatoa soko la uhakika kwa ajili ya wazalishaji wa madini ya chumvi, na vile vile kitakuwa ni sehemu ya mafunzo kama ambavyo nimeeleza. Vile vile chumvi hiyo itachakatwa kwa ubora wa kiwango cha 99.5 ambacho kwa kitaalamu ndicho kiwango ambacho kinahitajika sokoni. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama nilivyoeleza awali, kazi ya ujenzi, usimikaji pamoja na kuanza kazi kiwanda hiki tumepanga ikamilike mwakani mwezi wa 4 2025. Kwa kututatulia tatizo ambalo tumeishi nalo kwa muda mrefu sana. Ni kweli sekta hii, niseme ule ukweli, yani tunamshukuru kweli Rais sana. Lakini pili ni kushukuru wewe mwenyewe kuchukua muda wako na kuja kutuanzishia jambo hili. Lakini vile vile ni ukweli kwamba serikali ya mkoa
na serikali ya wilaya tumepambania sana jambo hili. Kwa hiyo niwapongeze sana viongozi wa mkoa, viongozi wa wilaya, pambania kweli, na tunashukuru kwamba serikali imetusikiliza. Kwanza moja, habari ya soko nadhani litakuwa limeisha. Tutakuwa na mahali pazuri pa kuuzia chumvi yetu. Lakini mwisho niseme tu kwamba wazalishaji chumvi, Mheshimiwa Waziri, kama wangekuwepo wote hapa, alafu tukapiga kwata ya kushangilia hapa, Mheshimiwa Waziri, ungeshangaa kwamba hili ni suluhisho kweli la wazalishaji chumvi. Umetujibu shida zetu ambazo tumekaa nazo kwa muda mrefu sana. Dr. Mpango oye! Majaliwa oye! Waziri wetu Mavunde oye! RC wetu oye! Zainab Tayaki, mkuu wetu wa wilaya oye! Na mkurugenzi mtendaji wa STAMICO oye! Mheshimiwa Waziri, kama nilivyoanza kukuelezea kwenye gari kwamba wazalishaji wa chumvi hii, chumvi wengine sisi tumeiona toka tunazaliwa kwamba inazalishwa katika mikoa hii ya kusini na pwani ya Tanzania. Tatizo kubwa likawa ni masoko, kwa sababu kulikuwa na kiwanda kimoja hapo Mkuranga. Wakati anakuja kufanya utafiti, alijua kwamba atajitosheleza chumvi inayozalishwa hapa kwa ajili ya kiwanda chake, lakini baadaye akabadilisha ghafla njiani, akawa anaagiza kutoka nje na hao wazalishaji wazawa ambao hela yao au hiyo mradi yao ndio imetusomesha sisi wengine, wakawa hawana masoko. Na kama alivyozungumza mwenyekiti wa wazalishaji hapa, ni kwamba kweli ilibidi tupambane kumwambia waziri aliyopita, hata Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu. Tulikuwa Dodoma na mwenyekiti wa KIO, tulikwenda kumuona kuhusiana na swala. Mwishoni yule bwana akaambiwa ingize tena chumvi kutoka nje. Kwa hiyo kutokana na sera mzuri ya Chama cha Mapinduzi, shirika letu STAMICO lina uzoefu mkubwa sana katika masuala haya ya madini. Kwa hiyo sisi tunafarijika sana kuona kwamba STAMICO inaanzisha kiwanda ambayo kitakuwa kinachukua chumvi ghafi kutoka kwa wananchi wetu wanaozalisha katika mikoa yetu ya kusini, kiwezekana hata kama kutoka Tanga. Tunasema kwamba tunachukua nafasi hii Mheshimiwa, kwa niaba ya mkoa huu wa Lindi, kukupongeza wewe Mheshimiwa Waziri kwa juhudi zako za kufanikisha kwamba kiwanda hiki kinaanza kazi. Na serikali, mkurugenzi mtendaji amesema imetenga 1.8 bilioni kwa ajili ya kiwanda hiki. Baada ya kusema hayo, nashukuru kwa kupata nafasi hii. Mheshimiwa Waziri wa Madini, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Kilwa pamoja na kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya, Mheshimiwa Mwenyekiti wa CCM wa mkoa pamoja na Mwenyekiti wa CCM wilaya ya Kilwa, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Madini ambacho nimekiona nilipofika hapa, nilikuwa naongea na baadhi ya viongozi na wazalishaji wa chumvi, na hata viongozi ambao wametangulia kuongea hapa wameonyesha wana matumaini makubwa sana juu ya kiwanda hiki. Na mimi niwahakikishie haya ambayo tumezungumza mbele ya waziri wetu yatatekelezwa. Nasema kwa capacity, mimi ni mwenyekiti wa board, na niwaambie mimi ni mwanajeshi, Meja Jenerali mstaafu, mkuu wa JKT mstaafu. Tunapotoa ahadi si za rongorongo. Kiwanda kitajengwa, na hii ni commitment kubwa mbele ya waziri wangu, ni commitment kubwa mbele ya serikali. Kwa naomba mkao wa kusubiri kiwanda kinakuja. Vunde, washiriki wote wa tukio hili, naomba nitumie nafasi hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu Muumba wetu kwa kutujalia afya njema, na hivyo tukaweza kujiongea kwenye eneo hili kwa ajili ya tukio hili ambalo ni la kihistoria kwa mkoa wetu wa Lindi. Mheshimiwa Waziri, nikukaribishe sana Lindi. Karibu. Najua kwa hali ambayo Lindi ipo sasa,
ya madini na wizara yako, Lindi sasa patakuwa kwako. Karibu sana. Mheshimiwa Waziri, mimi tangu nimefika kwenye mkoa huu, chumvi imekuwa ni kilio cha wananchi wa mkoa huu. Kila kikao unachokifanya cha wafanyabiashara, cha wananchi, lazima wakulima wa chumvi walete changamoto hiyo kwamba ni tatizo kwa maana ya kupata soko, lakini kwa jinsi ambavyo wakipeleka chumvi yao sokoni kwenye kiwanda kilichokuwepo, hali ilikuwa sio ya kuridhisha. Mheshimiwa Waziri, mimi nimepita kwa wakulima wa chumvi wengi, wakiwemo magereza. Chumvi ipo nyingi, chumvi ipo ya kutosha, shida ilikuwa ni soko. Lakini nitumie nafasi hii kumshukuru sana Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Alikuja mwaka jana mkoani kwetu, akafanya mkutano, tukampa na kilio hiki cha wananchi. Hatimaye Mheshimiwa Rais ametoa maelekezo kwamba kiwanda kijengwe, na wewe Mheshimiwa Waziri kijana, nimeona na bodi yako, naamini hili jambo linakwenda kutokea mapema na wananchi hawa wanakwenda sasa kupata suluhu ya namna ya kuuza chumvi yao. Sijasikia wazalishaji wa chumvi Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hapo sawa. Mama Samia oye! Serikali ya CCM oye! Na Mheshimiwa Rais, mara mwisho nimekutana naye, swali la kwanza liniuliza mmefikia wapi kuhusiana na wazalishaji wa chumvi, na kwamba Mheshimiwa Rais jambo lenu alichukua kwa uzito mkubwa sana. Nilivyoona message mara mbili za Mheshimiwa Rais juu ya uzalishaji wa chumvi, nikamtafuta mwenyekiti wa bodi, nikamwambia mwenyekiti wa bodi, mara ya tatu Mheshimiwa Rais akiniuliza tena nitakuwa sina majibu, sasa changamkeni. Na bahati nzuri mwenyekiti wangu wa bodi, mzee wangu, ukishamwambia jambo yeye anaendelea na mkurugenzi wake. Nimepata bahati katika STAMICO, nimepata mwenyekiti wa bodi mzuri na mkurugenzi mtendaji wa STAMICO Daktari Venance Mwase, ambaye yeye ameandika historia yake kwenye shirika hili. Alichukua shirika hili likiwa linaangalia pua chini. Ndani ya muda mfupi amelitoa shirika hili kutoka mapato ya shilingi bilioni 1 mpaka mapato ya shilingi bilioni 82 ndani ya muda mfupi. Kuna watu wawili ambao wananisaidia sana kazi. Baada ya maelekezo ya Mheshimiwa Rais na baada ya mwenyekiti kutoa maelekezo, mkurugenzi mtendaji alikwenda hatua nyingi sana mbele. Mpaka leo anawathibitishia kwamba mitambo tumeshanunua, mitambo ya kiwanda imeshanunuliwa na itaingia mwezi ujao. Wakati huo shughuli ya ujenzi hapa inaanza, sisi tutapotoa mguu wetu hapa, ili mwezi wa 4 mwakani lengo letu litimie, pamoja na msukumo wa Mheshimiwa Rais. Lakini mna mkuu wa mkoa ambaye kwenye sekta ya madini, tena huyu mtafutieni tuzo yake maalum, ameileta Lindi kwenye ramani. Watu wengi walikuwa wakisikia Lindi akili yote ilikuwa ni kwenye gesi. Mkuu wa mkoa anaiweka Lindi kwenye ramani ya maeneo ambayo yana uzalishaji wa madini ya kimkakati. Tena hakuna sehemu inayofikia Ruangwa.